Kila tarehe 28 Oktoba dunia huadhimisha siku ya animation, ama kama ambavyo inaitwa ni katuni vikaragosi katuni chapa tatu. Na siku hii zaidi ni siku ya kutambua ubunifu ambao unatumia teknolojia ambayo inatumika kufikisha ujumbe kupitia michoro ambayo inakuwa hai. Tutafahamu mchakato mzima namna ambavyo unafanyika na kwa hapa Tanzania pia ikiwa inafanyika, na kubwa ni ujumbe pia ambao unabebwa hasa na maudhui haya. Na mbinu ya animation imekuwa pia chombo muhimu si tu katika burudani bali katika kufikisha jumbe mbalimbali katika jamii. Na katika kuzungumzia hilo tunaangazia hili katika elimu na mchango pia wa taasisi ya TAI Tanzania ambayo imekuwa ikifanya hivi katika kukuza uelewa na matumizi ya teknolojia hii hapa nchini. Tunaye hapa Dativa Mahanyu ambaye ni meneja mawasiliano kutoka TAI Tanzania. Karibu Dativa. Asante sana. Tunaye pia Kelvin Hiza ambaye ni mratibu wa mawasiliano kutoka na TAI Tanzania. Karibu sana. Asante sana. Karibuni sana. Asante sana. Niliahidi kuuliza kwamba animation ni nini. Inawezekana kuna mtu sasa hivi anafuatilia, anatamani kujua animation ni nini na kama kuna aina tofauti za animation na tofauti wake ni upi. Karibu sana. So animation ni teknolojia mpya ambayo ilikuja baada ya kufika katika process tofauti za masimulizi. Walianza kutengeneza filamu za aina tofauti, lakini ikafika hatua teknolojia ilivyosogea wakasema sasa kuna uwezekano wa kutengeneza uwasilishaji wa maudhui yetu katika muonekano tofauti. Tusitumie watu ambao wataonekana moja kwa moja mbele ya watu kwenye screen, lakini tukatumia aina ya vitu au aina ndio vikaragosi wenyewe vitakuwa vikiwakilisha au vikiwasilisha watu ambao walikuwa wanapeleka ujumbe moja kwa moja kwa watu. Hizi ndio animations. Na animation kwa Kiswahili ndio kama alivyosema madam hapa, vikaragosi chapa tatu. Na hizi zipo katika mifumo tofauti. Kuna 3D animation na kuna 2D animation, ambayo 3D animation yenyewe inaonyesha pande zote za mzunguko, wanasema 360. Kwa utamwona mhusika mbele, utamwona kulia, kushoto na nyuma pia. Huko kwa upande wa 2D animation zenyewe zinaonekana kwa mbele tu. Mtu akizunguka hivi huwezi kuona nyuma, na akizunguka basi atazunguka moja kwa moja. Lakini nyingine kuna hizi whiteboard animation ambazo zenyewe zinakuwa hazina rangi, zina michoro tu ambazo zinawasilisha masimulizi fulani ambayo mwasilishaji anataka zifike kwenye jamii. Na kwa kuwa hapo umegusia TAI wamekuwa wakitengeneza pia filamu fupi nyingi tofauti ambazo zinakuwa na jumbe tofauti hasa katika kufikisha maudhui hayo ya animation. Tuangalie mojawapo kwa kifupi tu. Nimekupata. Nilikwambia huwezi kunikimbia. Nisaidie! Mama! Nisaidie! Piga kelele upendavyo. Hamna atakaye kusikia. Kita! Shani, fumba mdomo ukitafuna. Wewe sio nguruwe bwana. Nina haraka sana baba. Leo mnatengeneza nini? Mpira. Watu wengi wanasema wanaipenda sana mipira yetu. Tukiuza tunaweza jilipia ada zetu wenyewe. Nitakuwa tajiri mie. Wasubiri. Nikirudi nitakwambia kila kitu tulichokifanya. Kita na Neo wamefika baba. Kwa heri. Haya Shani, kuwa makini nje. Na leo pia Kito haji. Ndio, mtu yake, mama yake kasema atakiwa kufanya kazi. Hakuna tunachoweza kufanya. Ni mama yake. Twende zetu TUWAI Center. Leo nitampata nani?
Nimempata wa kwanza. Mama, nimemaliza kazi. Naweza kwenda senta? Senta? Umejaza maji ndani? Bado mama. Sasa unataka nani afanye hiyo kazi? Mimi? Hebu nenda Naam, ni kidogo tu ama ladha hiyo ya Shani kutoka Tai Tanzania ambayo umeishuhudia, na pengine Latifa utuambie tu tumekatisha hapo lakini simulizi inahusu nini pia na mchakato pia wa kuitengeneza. Sawa sawa. Asante sana. Sasa filamu ya Shani ni moja kati ya filamu ambazo zinaongelea unyanyasaji wa kijinsia both kwa wavulana na wasichana. Ukimwona Shani utamwona ni mtu fulani ambaye tunasema ni hero katika filamu ya Shani. Yeye amesimama mstari wa mbele kabisa kuhakikisha kwamba anawatetea either ni mabinti wenzake ambao wana katika ile process ya kutongozwa na wababa watu wazima, wanaishia kubakwa au wanapigwa na wazazi wao, wananyanyaswa kama hivyo. Unaona huyo binti haruhusiwi kwenda shule kwa maana ya center kwenda kusoma na vitu kama hivyo. Lakini ukiendelea mbele zaidi utamwona kijana anaitwa Sultan ambaye ni kijana mdogo sana, ni kijana wa shule, anapewa tu chocolate na mbabu mtu mzima alafu anataka kumlawiti. Kwa utaona Shani anakuja kama superhero, anakuja na nguvu za ziada ambazo anawaokoa watu hawa kutoka kwenye hivyo vitendo vya ukatili. Lakini pia tumemwona yule mtu fulani kama ana taswira kama ya shetani. Yes, ana macho ya kijani. Kwa hiyo anapita akiangalia nani amelegea kwenye jamii ni mchukue. Yes. Unajua nimependa hiyo kwamba na taswira ya shetani. Sasa nikajaribu kuanza taswira ya shetani. Yes, kwa sababu atatafuta nani niondoke naye siku ya leo, na akamwingia yule mama, alafu yule mama akaanza kureact ili mtoto asiende shule. Kwa hizi ni ukiziangalia unaweza ukawa unacheka, lakini kweli ni maisha halisi ya watu wanapitia kwenye jamii zetu. Na sasa kwa mchakato ni kwamba huwa tunakaa chini, tukikaa chini tunaangalia kwenye jamii zetu kuna changamoto gani, alafu tunatoka tunakwenda kwenye story collection, tunapita kwenye jamii husika, tunasikia zile changamoto. Kwa hiyo tunasema sisi story zetu ni human centered design, kwamba ni matatizo na experience halisi za watu. Kwa hiyo tukisha zikusanya zile story, sasa tunakuja mezani, tunakaa na expertise tofauti tofauti. Kwa mfano kama hapa tulichukua watu kutoka jamii, wizara ya maendeleo ya jamii, lakini pia tunachukua wanafunzi, tunachukua wazazi, tunachukua watu ambao wana expertise kwenye swala husika, ambao issue husika ambao tunataka kuiaddress. Baada ya hapo tunawaeleza nini tunataka kufanya, alafu wanatupa na wao maoni yao, wana add inputs zao. Tunakaa chini na watu wetu tunaandika script, na kila kitu unachoona kwenye hizi animation kinafanyika in house. Ni ofisi za Tai ndo zinafanya kila kitu pale Mikocheni. Yes. Kwa hiyo baada ya kuandika script sasa tunarudi tena kwa wadau, tunapitia. Tukishapitia wanatupa inputs zao, tunakwenda tena kwenye creative meeting sasa. Haya, ni kweli tumeaddress zile changamoto, tumeziangalia, tumezielewa, tunataka tufikishe huu ujumbe. Tunafanyaje? Moja, kufikisha kwenye namna ambayo itamwelimisha mwanafunzi, kwa sababu sisi target audience yetu ni likabarehe, ambao tunasema wanafunzi kuanzia miaka 13 hapa mpaka 18, 19. So tunaangalia ni namna gani ambavyo itamwelimisha mwanafunzi, lakini pia itakuwa fun at the same time. Kwa hiyo maana utaona hata choice ya maneno tunayotumia si maneno magumu, ni maneno ambayo wanafunzi huwa wanayaongea mashuleni, ni maneno ambayo yanapatikana kwenye jamii ya kawaida. So baada ya kufanya creative workshops tunaingia katika
katika production, na animation inachukua kutokana na urefu wa animation na quality ya animation, inaweza ikachukua miezi 3 mpaka 6 kupata kitu tunachokiona kwenye runinga yako. Kwa hiyo mnaanza kuwa na story fulani, inaweza kuwa changamoto ama kuna ujumbe mnataka kuufikisha, ndipo mnakaa sasa kutengeneza hizo animation. Na hawa ambao wanafanya hizi sauti, kwa maana kuingiza hizo sauti za uhalisia, wote wanatoka pale Tai, ama mnarudi tena kwenye jamii kuangalia watu wa namna hiyo ambao wanaweza kutosha ama kubeba uhalisia kwenye nafasi husika? Huwa tunafanya hivyo. Kwa mfano kuna animation moja inaitwa Shujaa. So ukiangalia animation ya Shujaa inaelezea kuhusu story fulani ya jamii ya Wamasai. Kwa ilibidi tuwasafirishe Wamasai kutoka kule waje waingize sauti ili tupate ile ladha ya Kimasai, ya sauti ya Kimasai. Kuna animation moja inaitwa Naweza, tulifanyia kutoka visiwani Zanzibar. Ilibidi tuwalete Wazanzibari ili tupate ile ladha ya ile lafudhi ya Kizanzibari. Kwa hiyo kila animation, kila story tunayotengeneza tunahakikisha kwamba mazingira yake yanaakisi, lakini sauti pia za watu wanaofanya hizo voice over zinaakisi kile tunachotaka kukitoa kwa jamii. We do that. Lakini mara nyingine pia hata sisi tunafanya. Yes. Ukiniona naweza nikaongea kama mtoto na naingiza sauti mtoto. Sawa, ngoja tuangalie nyingine, tuende kujifunza kuhusiana na hivi vikaragosi chapa tatu. Kusema wakati wengine mmelala, Wasindi tuko macho, tunawajibika. Tofauti ya kijiji kisicho na maendeleo na chenye ustawi ni uwepo wa wanawake na mabinti wanaothaminiwa na wanaopewa nafasi kama sisi. Ona inavyopendeza na kufurahisha. Tumewaletea heshima iliyotukuka. Ukatili hauna nafasi katika jamii ya Wasindi. Tunaidai NETA 1 na 2 nyingi. Tunaidai vyuo vikuu, degree na PhD nyingi. Sisi ni mashujaa wenu. Hii inaitwa Shujaa hii. Ambayo inakusudia kumwezesha na kumnyanyua mtu zaidi, sio? Ndio ambayo ulitupa muhtasari wake kidogo bila shaka. Sasa mimi kitu ambacho natamani kujua zaidi kuhusiana na hizi animation, utofauti kati ya animation kwa maana vikaragosi chapa tatu na aina nyingine ya simulizi ama aina nyingine ya njia za kuandaa makala masimulizi kama hizi, kupata utofauti wake na kuona ujumbe pengine ni upi. Huwa mnafanya pia na hizo zingine? Movie unaongelea sasa zile movie inawezekana kama makala kwa kirefu zaidi. Kelvin labda. Okay. Unapokuja Tai, hizi zote tunafanya animation, lakini tunatengeneza pia film, bila kusahau makala. Sasa hizi zote zina utofauti wake, especially kwenye production, kwenye uzalishaji wa kazi zenyewe. Kwanza kabisa kwenye animations ndio unakuta tunakusanya watu wengi zaidi, tutatumia hapa mashine kubwa zaidi kwa ajili ya hizo modeling, kuandaa zile ideas na story mpaka kuja kuleta kwenye uhalisia zaidi. Lakini ukija kwenye filamu za kawaida ndio hapo tunatumia watu ambao wahalisia na wenyewe ndio watakaowasilisha zile story kwenye jamii. Tutamwona kama tunatumia dativa, tutamwona dativa kwenye screen moja kwa moja. Ina mwisho wa siku itakuwa hivyo. Lakini kwenye tofauti na animation, atakuja dativa, ataigiza mwanzoni, tutamrekodi. Lakini mwisho wa siku tukipeleka kwenye mashine tunamtengeneza tena mtu mwingine, tuseme kama Shani, ataonekana tena dativa. Namna ambavyo sasa ujumbe unafika kwenye lengo lenu ambalo mmejiwekea kati ya hizi animation ama filamu ama makala, kipi ambacho kinafika zaidi kwa tathmini yenu? Inawezekana kwenye animation mna rekodi kwamba hii inashawishi zaidi na kufika zaidi tofauti na hii. Asante sana. Sasa kwa sisi Tai Tanzania, sisi tunatumia simulizi za hadithi na teknolojia ambayo ni vikaragosi katuni chapa tatu. Tunatumia vitabu vya komiki na maigizo ya redioni. Same story.
ila sasa kwa mfano kama history ya Vikaragosi katuni chapa tatu animation, tunachokifanya sisi tunaona ina impact zaidi kwa sababu tunafanya tukienda mashule, sababu sisi hizi animation tunazidistribute mashuleni. Tukienda mashuleni sasa kwa wanafunzi tunapima uelewa, tunafanya post testing, pre and post testing, uelewa wao kabla ya kutazama animation na uelewa baada ya kutazama animation. Kwa tukipata hivyo tunakuja sasa tunaangalia filamu. Baada ya hapo kila mwisho wa filamu kuna maswali, tunayauliza maswali, lakini tukishauliza maswali kwa hiyo unapata kuelewa. Mara ya kwanza yule alinijibu hivi, baada ya kuangalia filamu amenijibu hivi, kwa hiyo kumbe kuna kitu. Na ndio hapa tunasema sasa sisi lengo letu TAI ni ku influence positive behavioral change. Ndio the whole point ya kutengeneza animation. Hatutengeneze animation ili mtoto acheke afurahi. Sisi we want to do social behavioral change kwa kutumia maudhui ya katuni, ambapo mmefanikiwa kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu nakumbuka kuna shule tulienda, dada mmoja by that time rafiki yake alikuwa mjamzito. Tuna animation moja inaitwa Kichanga. Yes, ni shule inaitwa Kichanga. So baada ya kupata ujauzito akaacha shule. So tumeangalia filamu, tumemaliza, akatufuata akasema, ninatamani sana kama rafiki yangu angekuwa ameipata nafasi ya kuona hii animation, huenda asingefanya maamuzi aliyoyafanya. Kwa hiyo unaona kabisa ambavyo anaumia na anatamani kweli rafiki yake angekuwa amepata hiyo elimu. Na hata kwa mfano tuna animation nyingi kwenye mambo ya afya ya uzazi, tuna animation kwenye utunzaji wa mazingira, tuna animation kwenye watu wenye ulemavu. Ukienda mashuleni utagundua kabisa namna gani ambavyo animation hizi zinawasaidia wanafunzi, kwa sababu baada ya hapo wanaongea, tuna spark conversation kupitia hizi animation. Kwa hiyo inakuwa rahisi kwao kufunguka na kujieleza zaidi, lakini unaona kabisa kuna tabia zinabadilika kwa sababu hatuendi mara moja. Tuna clubs mashuleni, we go every week, kila wakati tunakwenda. Kwa hiyo with time unaona kabisa behavioral change takes time, lakini unaona kabisa jinsi gani wanafunzi ambao tabia zao zinakuwa influenced kupitia filamu na mazungumzo. Kevin, kwa upande wa muda, awali umetueleza inachukua muda kutengeneza mfano Shani, Shujaa, Kichanga na nyinginezo. Inaweza ikachukua muda mrefu sana kutengeneza kitu cha dakika kadhaa. Katika hili ni kwa vipi mnawezesha sasa ili wakati huo elimu inakuwa endelevu lakini mchakato pia unakuwa unaendelea? Sasa kwa sababu tumejikita kwenye maeneo tofauti ambayo tunafanyia kazi, kuna masuala ya mazingira, kuna masuala ya elimu jumuishi, bila kusahau na nyanja nyingine tofauti. Kwa wakati tunataka kuifikia jamii, mfano kwenye upande wa mazingira, upande mwingine kuna tayari kuna animation ambazo tushazi produce tayari. Kwa kama kuna application kuna animation inataka kuja miezi mitatu baadaye au minne, tayari kuna nyingine ambazo tulishazizalisha kipindi fulani tunazitumia, au katika production tunayofanya, kama mfano tuna plan kwamba kuna mtaa fulani tutaenda kwa ajili ya kupeleka animation yetu iende kafikishe elimu kama alivyosema Dativa hapa, tunakuwa hatuna tu animations peke yake. Kuna comic book, kuna audio drama. Hizi comic book waga zinatoka mapema kabla ya hizi animation. Kwa kipindi tunasubiria animation zije kwa ajili ya kufikisha pia ujumbe ulikuwa muonekano halisi, tunaweza kutumia pia hizi comic book wakati muda huku mwingine tunaendelea kufanya production, lakini hizi comic book zinaendelea kufika. Lakini pia tuna products nyingine ambazo pia tunaweza kuzitumia kati mambo mengine pia yanaendelea. Wakati huo pia tuangalie animation nyingine ambayo TAI Tanzania pia wamekuwa wakitengeneza. Wewe mwenye taarifa na elimu za usawa wa kijinsia, afya ya uzazi, ukatili ulikuwa hujui? Hapo zamani za kale kulikuwa na mzee aitwaye Patapata. Patapata? Si mchezo wa watoto huo.
na hiyo ni patapata. Patapata amefanyaje tena? Amepata mimi. Patapata bwana. Sasa the beauty of patapata imetoka kipindi mimi ndo kwanza naanza kazi Tai. Kwa hiyo nilikuwa na mimi nimeikuta kwenye launch. So ni story ambayo unamwona huyo bibi huyo. Huyo bibi yeye kazi yake ni kuchukua roho za watu wasioweza kujibu maswali kuhusiana na afya ya uzazi. Yeah, so unaona hilo boxi ni mchezo wa patapata. So ndani yake kuna maswali unaweza ukaulizwa, je, labda elimu ya afya ya uzazi unaipata wapi? Ukisema shuleni umekosa, kwa unaanguka kwenye hilo bonde. Umeona kiwalisia unatakiwa ukaipate kwenye vituo vya afya na vitu kama hivyo. Kwa hiyo utaona hapo wanajadiliana sasa wale wanafunzi ili kuweza kupata jibu sahihi. Kwa hiyo mchezo wa patapata unamuelimisha mwanafunzi kwamba kuna madhara ama kuna consequences usipoweza kujua masuala fulani ya juu ya afya yako. Kwa hiyo ni jukumu lako kama mwanafunzi, ili usianguke kama vile, lazima upate taarifa sahihi. Na hata kwenye maisha ya kawaida usipokuwa na elimu ya kutosha juu ya masuala ya afya utapata athari. Sasa naipata picha ya kupatapata. Kwa hiyo usipopatapata utakosa kosa. Usipopatapata utakosa kosa. Kwa hiyo lazima uwe unapatapata. Usiumie. Najaribu kuangalia kwenye muktadha wa elimu. Mpaka sasa hivi mchango wake upo kwa kiasi gani kwenye kuleta mabadiliko ya jamii kwa ujumla wake? Kwa sababu naangalia ni vitu ambavyo vinatija sana binafsi. Okay, so kupitia animation zetu kwanza kwenye shule tofauti tumeweza kufikia zaidi ya vijana 57,000 Tanzania nzima. Yes. Lakini pia kupitia mitandao, kupitia traditional medias kama hivi tumeweza kuwafikia zaidi ya watazamaji milioni 17. Na hizi animation ni bure kabisa. Ukienda kwenye YouTube channel ya Tai Animate unazipata. Kwa hata ukija kuangalia database yetu nyuma, in the back end, unaona kabisa zinatazamwa, watu wanaacha a lot of comments, watu and surprisingly sio tu Tanzania, hadi nje ya nchi watu wanatazama. Lakini pia kule mashuleni, hata sisi Tai tusipokuwepo, we are confident kwamba kuna wanafunzi ambao tayari tumewaempower kwa ajili ya kuempower wengine. As I said, sisi tuna Tai clubs. Kwa hiyo tunachofanya, tunamuempower mwalimu, tunamuempower mwanafunzi. We are doing everything we can. Tuna hizi comic books tunaziacha libraries. Tuna print kama PC 50 tunaziacha ndani ya library. Tuna ma comic posters, the same story. Kwa Shani ipo kwenye kitabu cha komiki, Shani ipo kwenye poster, tunabandika notice board, tunabandika madarasani. Kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi lazima asimame tu akiona katuni. Kwa akisimama akisoma, anaweza kumuita na mwingine, wanafunzi ambao tumewafanyia peer to peer training na wenyewe tunawa-equip, wanaweza kuwa-equip wanafunzi wengine. Kwa with time unaona kabisa there is change. Kwa kwenye issue ya mabadiliko, we are confident to say kwamba animation ni kama vile ambavyo watoto wanakuwa influenced na any other cartoon ama nyimbo zozote. Ukipita huko unasikia yes, it's kama sisi hapa kuna mtu wewe unakunywa kinywaji fulani kwa sababu msanii fulani anakunywa, unaelewa? Na kuna watoto wanaishi this lifestyle ya awareness just because wana watch animation. Unashangaa usifanye hivyo, kutoka animation ya Tai imetuonyesha kwamba inabidi tuwajali watu wenye makundi maalum. Kwa with this, hata ukipata feedback kwa walimu, you are confident kusema this work is it's actually kama namba sahihi ama kamili kwenye watu 50,000 hasa kwa vijana ambao mmewafikia, pengine ni wangapi wamebadilika kitabia sasa? So with the feedbacks ambazo tunapata, tunaweza tukasema ni kama nusu ya hiyo namba, kama watu 30,000 na kitu hivi, tunaweza tukawa tumewa impact kwa kubadilika tabia. Inawezekana sio tabia zote, lakini kuna tabia kamoja ambapo kamebadilika. Yes. Kelvin, kwa upande wa uendeshaji na utengenezaji pia wa maudhui haya ya animation, ni changamoto gani ambazo mmekuwa mkikutana nazo na ni kwa kiasi gani mmekuwa mkizifanyia kazi pia? Sasa changamoto kubwa inakuja tofauti za imani kwenye baadhi ya maeneo ambayo tunataka kupeleka
simulizi hizi, kwa sababu kuna maeneo kienda, ndio maana tunajitahidi kabla inafikiri ndio itakuwa solution kwanza. Kuna baadhi ya maudhui yetu ambayo tulikuwa tukipeleka baadhi ya maeneo, unakuta kuna baadhi labda ya maneno au mionekano au hata namna tulivyotumia wahusika inakuwa sio sahihi kwa maeneo hayo. Kwa way forward ikawa nini? Manake kuwahusisha watu mbalimbali ambao wanatoka kwenye sehemu ambazo tunataka kuzilenga. Kama ni kuhusu masuala mazima ya Wizara ya Afya, kama ni animation tunataka kuzungumzia masuala ya afya, awepo mtu kutoka kule Imadi wakati kabisa tunaitengeneza, atuambie kitu hichi zungumzeni, kuna mpaka maneno kwamba neno hili usilizungumze kwa sababu lina athari kwenye jamii. Lakini mfano kuna ile shujaa kwenye Umasai, kama tusingeenda kule kwa Wamasai, labda kuna vitu ambavyo wenyewe wasingetaka tuvizungumze, ingeleta shida, lakini kwa sababu tumewashirikisha na wakakubali, wakaridhia hayo maudhui. Yani kwa ya kwanza kabisa inakuaga ni kuhusu masuala lazima ya imani tofauti za kwenye jamii, lakini production kwa ujumla, production yake inakuwa inachukua muda mrefu, vinahusika mashine ambazo zinahitaji nguvu kubwa. Hapo kuna watu ambao wapo kupokea feedback kwa kila wakati. Kuna mtu wa script atapokea feedback mpaka kuna mwisho wa siku anasema hapana jamani, anasema mimi mbona jana mlisema nimemaliza, sasa tumemaliza, lakini kutoka labda bodi ya filamu inasema maneno haya na tusitumie. Kutoka kwa watu wanaofahamu Kiswahili zaidi wanasema maneno haya tusitumie. Au kuna wakati labda amerekodi sauti mtu fulani, ile sauti ukisikiliza na namna anavyozungumza character wetu tunaona hapana, mbona hata midomo ifanani, hii sauti kweli mbona sio ya mzee, hebu tutafute tena mtu mwingine. Kwa inakuwa hivyo. Na wakati mwingine unaweza kukuta animation imetengenezwa, imemalizwa, inapelekwa kwa client, inaweza ikatumika, mwisho wa siku mtu anakuambia hapana, mimi ninavyoona animation hapana, mimi sijaridhika nayo. Watu walishalenda, wamemaliza kila kitu, wanarudi tena kwa ajili ya kuanza kuitengeneza. Kwa changamoto kama hizo, mwisho wa siku unaona basi ni kushirikishana mapema kabla kazi yote ijaanza. Lakini hizo ni changamoto za ndani sasa. Za ndani. Zile za nje ambapo mkienda field wakati mpo kwenye mchakato wa kuandaa, na zenyewe zipo pia bila shaka. Na zenyewe zipo pia kwa sababu tukiwa field, mfano tunaenda kukusanya story. Kuna baadhi ya jamii hazitaki kabisa kuzungumza uhalisia wao. Wanasema unataka kuzungumza na mtu fulani kwa ajili ya kuongea story fulani, hapana, mimi sitaki kuzungumza. Kwa hii shujaa walienda Manyara huko, wakaambia sisi labda kuna vinywaji walitaka wapewe kwanza, mkituachia leo kesho pia tunaweza kuzungumza na nyinyi. Hapo unakuta bajeti yako haikukidhi kukaa labda hata wiki nzima Manyara, lakini itabidi ufanye hivyo kwa sababu inabidi uwe mpole kwa ajili ya kupata story unayoitaka. Hiyo pia inanikumbusha kipindi tunatengeneza animation ya Fidi kuhusiana na masuala ya usonji. Wazazi wenye watoto wenye usonji walikuwa hawakubali kabisa ku open up, kuwaambia changamoto wanazopitia. Ni mpaka tulienda kwenye kituo cha Gabriela Rehabilitation Center, wale ndio wakaweza kutusaidia sasa kutupa hizi taarifa zote. Kwa as Kelvin said, changamoto ni kwamba hizi changamoto zipo, tunataka tuziaddress, lakini bado watu wanaendelea kuzikumbatia hizi changamoto. Hawataki zitoke nje na watu wapate namna ya kusaidika. Kwa nadhani sisi kama Watanzania tukibadilisha mtazamo wa kuona kwamba haya matatizo ni sehemu ya mchongo tunausikilizia, na tukasema kwamba tuingize solutions ambazo zitaweza kutusaidia, nadhani kuna mahali tutapiga hatua. Ndio, basi tuangalie animation nyingine, alafu baada ya hapo mtatujibu kuhusiana na kwenye tafiti zenu mlikopita mmekutana na changamoto nyingi za namna gani zaidi. Wasa namna kufanikisha ndoto zako na kuwasaidia wasichana wenzio. Wewe na Sino muko na nguvu, zitumie vizuri, tutaadhibiwa. Utani umeisha, Siam lazima achague mila au usungu. Usomi wake usichafue mila zetu. Oren, walete hawa. Unaposimamia haki, jiamini na uwe imara, usijali mwanangu.
twende, maana hatuwezi badili mitazamo bila kupata busara za wahenga. Kiukweli kizazi hiki kinahitaji mabadiliko. Kwani ni checho mabadiliko hayo. Niliwahi sema kuhusu usawa, wakaniona nawaletea enzi. Mabindi, mna vipawa, na njia pekee ni mmoja wenu, na nguvu ya ushauri itawasaidia. Namna hiyo, na hivyo ndivyo ambavyo ujumbe unafika kupitia animation. Niliuliza kwamba kwa sababu mnaandaa animations nyingi, maana yake mnafahamu pia matatizo mengi. Ni namna gani ambayo mmekutana nayo sana kwenye jamii? Matatizo ambayo tunakutana nayo sana kwenye jamii ni watu kufikiri kwamba sisi tunafanyia biashara matatizo yao. Tunapokwenda kwenye jamii kutafuta hizi stories, sisi ni NGO, si taasisi ya kutengeneza faida. Tunataka kuhakikisha wanafunzi wanapata positive behavioral change. Lakini unakuta unaenda kwenye jamii, mtu anakuambia ili mimi nikupe story ama nikueleze changamoto tu ambazo jamii yangu inapitia, lazima unipe kiasi cha pesa fulani, ama mimi nita benefit nini kwenye hiki. Lakini tunatamani watu watambue kwamba it is not even about us, sio kuhusu sisi wala sio kuhusu, ni kuhusu watoto ambao tunataka wapate elimu ambayo wanaikosa kwenye jamii. Kwa sababu the reason kwa nini tuliingia kwenye animation ni kwa sababu tulikuwa tukifika shule, we lecture in lecture, tunaongea tu. Kwa mwisho wa siku ukitoka hapo mwanafunzi kasahau. Lakini ukija na animation anapata elimu, inastick kwenye kichwa chake. Kwa hiyo ni mbinu ambayo tulitamani iwe solution kwa watu wengi. Lakini pia sisi tunafanya kazi sana mikoani tunafika, lakini kuna zile sehemu ambazo ni za vijijini tunatamani tuzifikie. So tunatamani sana, changamoto ni kwamba pia hatujafika sana kwenye maeneo ya vijijini kule. Kwa hiyo tunatamani tupate partners, kwa sababu hizo animation tumesema ni bure kabisa. Kwa hata ukija kwetu sisi tunakupa bure. Kwa hiyo tunatamani tupate watu ambao wanafanya kazi mule kwenye vijiji mule ndani, ili tukiwapatia kwa sababu ukweli ni kwamba huwezi ukafanya kila kitu peke yako. You need other people to support. Na kwenye matatizo yenyewe sasa, Kelvin, kama huko kwenye jamii kuna nini? Yaani matatizo ambayo yapo kwenye jamii. Kwenye jamii sasa, kwanza kuna hili moja nilizungumza pia. Kwenye jamii wanaamini na wanaona sana maendeleo ya teknolojia iko cha kwanza. Tukienda na animation zetu, mfano tulipotoka, ukiangalia animation zetu zilipotoka, sasa hivi ni ngumu sana kuna maeneo kiipeleka wenyewe na kiangalia akifananisha na baadhi ya animations ambazo anaziangalia ambazo zipo kwenye production na teknolojia sasa hivi, anakuambia kitu gani hichi ndaniletea. Kwa hiyo moja ya changamoto ambayo tukienda sasa kwenye jamii, ukipeleka watu kikanao wengi, sio wote ambao watakubali ambacho mwapelekea. Mwisho wa siku tukisikiliza zile comments, mtu analalamika sababu bwana mimi naangalia animation kama hii. Kwa hiyo tukirudi kwetu inakuwa changamoto kuanzia kifedha, kuwekezaji, kuhakikisha tunaenda kwanza na teknolojia. Kwa hiyo kama tunavyojua mbio za kukimbia teknolojia hizo pia sio rahisi. Kwa hiyo ndio maana tulipotoka na mpaka sasa hivi unaona kweli hawa wanabadilika pia. Kitu kimoja. Huko kwenye jamii sasa, changamoto iliyoko huko kwenye jamii ni hii hapa. Wazazi hawaamini kama tumefika era ambayo tunatakiwa tuseme ukweli kwa watoto wetu, especially watoto wa kike. Unakwenda sehemu kuongea na mtoto kuhusiana na hedhi salama, mzazi wake anakataa, anasema kwa nini uongee na mtoto wangu kuhusiana na masuala ya hedhi salama? Changamoto za mimba za utotoni ni ukweli, lazima tuwaambie kwamba ukifanya 1, 2, 3 madhara yake ni 1, 2, 3. Kwa hiyo ukifika huko, wazazi hawataki watoto waambiwe ukweli, na wao nyumbani wanakumbatia hawaambiwi ukweli. Wakishapata ujauzito, wakishindwa kwenda shuleni, ndio utaona wanatukimbilia sasa itakuwaje, tunafanyaje na vitu kama hivyo. Lakini pia kuna changamoto ya wazazi ambao wanaficha watoto wenye ulemavu, especially watoto wenye usonji. Unakuta
unafika shuleni mtoto anakuambia dada, kuna rafiki yangu haji shule kwa sababu ni mlemavu kwenye nyumba fulani. Huko kuna hizo changamoto ambazo jamii inabidi tubadilike. Serikali, sekta binafsi zina invest, kuna shule maalum kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum, tuwapeleke kule. Wanabidi waambiwe wanafunzi wakifika shuleni hujafundisha masuala ya hedhi salama, hawajui kufuatilia mzunguko wao wa hedhi, wanaibika madarasani, wanachekwa, wanapata trauma. Mnaanza kukimbizana na mambo ya therapy. Kumbe nilikuwa ni information tu, binti anatakiwa apewe aweze kujilinda. Na Mungu kwa hisia sana. Tukiwa tunakamilisha Kelvin, matamanio ya Tai Tanzania kwa miaka mbeleni, ndio tukiwa tunasherehekea siku hii ya animation, ni yapi? Naweza kusema tamanio moja kubwa ni ifike hatua watu waamini kwamba storytelling ni kila kitu kwenye jamii. Storytelling inaweza ikabadilisha hisia na mitazamo yoyote ile kwenye jamii iliyokuwepo. Kutumia storytelling waweza kufikisha hata ukweli mgumu ambao jamii inabidi waambiwe wasiuamini, lakini kwa masimulizi wakaamini. Kwa hiyo ifike wakati tunatamani ifike hatua Tai ukizungumzia, ukitaja tu Tai unapata ile means ya storytelling for social change. Yeah. Sasa asanteni, tumepata muda mzuri sana kuyafahamu haya. Awali mimi nilisema kwamba wakuu nitahitaji kujifunza kwa kina zaidi kuhusiana na hilo. Tunakamilisha namna hiyo kuzungumza kuhusiana na Vikaragosi katuni chapa tatu, kwa tafsiri ya kwamba animation, na leo ni siku ya animation duniani. Tumezungumza hapa na Dativa Mahanyu ambaye ni meneja wa mawasiliano kutoka Tai, pamoja na Kelvin Hiza, mratibu wa mawasiliano kutoka Tai.